Na kuna wakati unaweza usijue mission yako ulionayo ukikosa kupata vitu kutoka kwa Mungu. Manake macho yako yamefungwa, huwezi ukaelewa position yako. Unaweza ukajikuta unakaa kwenye nafasi ya mtu mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mwingine Mungu amempa nafasi. Yaani kuna mtu Mungu amempa nafasi yeye awe faraja kwa watu wengine. Yaani kuna mtu yupo kanisani, kazi yake kubwa ni kuwatia moyo watu ambao wamevunjika moyo. Hiyo ndio nafasi ambayo Mungu amempa mtu. Kila mtu aliyeko mahali hapa anayo nafasi yake ambayo Mungu amempatia, na hiyo nafasi anafaa aitumikie. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu aliyebeba neema ya faraja ndani ya moyo wake, manake ana uwezo wa kumwendea yule mtu ambaye moyo wake ulikwisha kuvunjika kabisa, alafu akamwambia hapana, liko tumaini. Maadamu unaye Mungu ndani, liko tumaini. Maadamu unaamini Kristo, liko tumaini. Maadamu uko na Yesu ndani ya maisha yako, liko tumaini. Usiishie hapo, liko tumaini. Yaani ana uwezo wa kuamsha moyo ambao ulikwisha kukata tamaa. Yaani yule ambaye alikuwa yupo karibia na kufa, ana uwezo wa kuahirisha kufa, akajikuta anageuka, kwa sababu amepata maneno ambayo yameweza kumwinua. Ameweza kuinuliwa moyo ulioinuka, moyo ulioinama. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya yule mtu aliyesimama kwenye nafasi yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mahali palipo na uharibifu, yupo mtu ambaye anaweza katengeneza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu amekusanya watu ambao yeye binafsi alianza kuwatengeneza, na Biblia inasema aliwaita mitume. Manake alianza kupanda vitu kwao, alafu alianza kutembea nao. Alipoanza kutembea nao, manake vile alipokuwa anawafundisha akiwa mlimani, vile alipokuwa anawahutubia akiwa mlimani, alianza kutenda kazi pamoja nao. Kwenye maisha yako, ili uweze kupata vitu kutoka kwa Mungu, lazima uwe maskini wa roho. Lazima uwe na kiu ya haki. Lazima uwe na moyo wa kumtaka Mungu. Lazima uwe na kutamani kupata macho ambayo hayo macho yana uwezo kuona vitu vya rohoni. Shida ni kwamba unaishi maisha ambayo sio ya kwako. Umekosa macho tu ya kuona. Hauoni kitu sahihi kwenye macho yako. Hauoni vitu sahihi kwenye macho yako. Hauvioni vitu vyako, ni kwa sababu umekosa macho. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, kubali kuzaliwa mara ya pili ili uweze kuanza kupata vitu kutoka kwa Mungu. Kubali kuzaliwa mara ya pili ili Mungu aweze kuanza kuweka vitu vyake. Nataka nikuambie mtu wa Mungu aliye hai, Mungu akiweka vitu vyake kwenye maisha yako, hakuna jambo litakuja shetani anaweza kafanikiwa kwenye maisha yako. Mungu akiweka vitu vyake kwenye maisha yako, shetani hata aje usiku ukiwa umelala, maadamu Mungu amekuweka vitu vyake kwako, ana uwezo wa kukuficha yale majira ambayo adui amekuja kukutafuta. Yesu anakuficha kwenye mikono yake, maana anajua huyu ni wa kwangu, hatakiwi kupata vitu kutoka kwa Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, watu wa Mungu. Naongea na watu wa Mungu mahali hapa. Ukikubali hata dakika moja
kueleza jambo, ana uwezo wa kushawishi moyo wako ukatoka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani hana nguvu, hana uwezo wa kukushinda, kwa sababu Mungu amekubali kuweka nguvu yake, amekubali kuweka hazina yake kwa mwanadamu, kwa sababu tu amekubali kuwa mtoto wake. Na ukikubali kuwa mtoto wa Mungu, manake ile nguvu iliyoko kwa Mungu inaingia ndani yako moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu unaye baba ambaye umekubali awe baba yako. Alivyo baba ndivyo alivyo mtoto. Nisikilize nikwambie, Yesu akawaambia wanafunzi wake, mkiniamini mtafanya makubwa kuliko haya niliyoyafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mahala Yohana alipokamatwa na Herode, alitegemea Yesu ataenda kwenda kumsaidia, lakini kumbe misheni ya Yohana ilikuwa imekwisha kukamilika. Season ya Yohana ilikuwa imekwisha kumalizika. Season iliyokuwa imebakia ni ya Yesu, na kwa sababu Yohana alikwisha kumbatiza Yesu, season yake Yohana ikaishia pale. Kilichobakia ilikuwa ni Yesu kukamilisha. Na ndio maana alipokamatwa Yohana, Yesu hakushughulika na Yohana. Hakuja kwa ajili ya Yohana, alikuja kwa ajili ya mtu ambaye aliye maskini apate utajiri, aliyeonewa apate kutetewa, aliye na nguvu za giza aondolewe apate nguvu kutoka kwa Bwana. Na ndio maana Yohana alipotuma wanafunzi wake waende kwa Yesu, walipoenda kumuuliza Yesu, hivi wewe ndiye uliyebatizwa na Yohana? Anasema ndio. Yohana amekamatwa, akasema hanihusu. Yohana ametutuma kwako, akawaambia nendeni mkamwambie haya mnayoyaona hapa, ya kwamba vipofu wanaona, viwete wanatembea na mabubu wanasema. Nataka nikwambie, Yohana alipopelekewa hayo maneno, Yohana akajua yule ndiye ambaye niliyekuwa nimemsubiria. Akaendelea kutulia pale na kumwacha Yesu afanye kazi yake. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, asubuhi ya leo, Mungu akikaa ndani ya maisha yako, usiangalie nini kinakuzuia. Mungu akikaa ndani ya maisha yako, usiangalie nani anakuwekea uzio. Angalia kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako, na kusudi la Mungu ndani yako ni tafuta kwanza kusudi la Mungu. Kuna watu wanaishi hawajui season zao, haujui mission uliyopewa. Umezaliwa, hujui kwa nini umezaliwa. Hivi umeshawahi kukaa siku ukajiuliza, hivi kwa nini mimi nimezaliwa? Bwana Yesu asifiwe. Ushawahi kujiuliza kwa nini umezaliwa? Au umezaliwa tu uje ujaze dunia? Umezaliwa uje ujaze dunia. Kwa nini umezaliwa? Yaani ukizaliwa, hilo ndo swali la kwanza unatakiwa ujiulize. Kwa nini nimezaliwa? Alafu kwa nini niko duniani? Kusudi la Mungu kuniweka duniani ni lipi? Pengine kusudi la Mungu kuweka duniani uwe jambazi, basi kama kwenye mission yako, yaani wewe wasumbue watu. Maana ndio kusudi ambalo Mungu amekuwekea.